Lengo lake asiwe mnene sana, lakini pia sio mzito sana, kwa sababu wenzake shuleni wanamcheka mno. Sasa hizi dawa huwa zinamletea shida sana tumboni. Mara nyingi tumbo lake huwa linamuuma sana na anatamani kutapika mazee. Baada ya Brian kumpigia sana simu ampati, ikabidi amfuate nyumbani kwao. Mchizi aligonga sana, lakini kimya tu. Akipiga simu hazitoki. Gonga sana mlango. Bibi alikuwa jua anatazama kila kitu ambacho kinaendelea. Hataki kusikia chochote kutoka kwa Brian aisee. Adeze akaanza kufuatilia namna kupaka makeup mtandaoni, anatamani kubadilika mazima mazee. Lakini muda wote tumbo lake linamsumbua kinoma aisee. Ni kwa sababu ya dawa ambazo anazitumia mara zote. Adeze akaja chumbani kwa mama yake kutafuta vifaa vya makeup na nini, akachukua na mawigi hapa, anatamani awatikise wote wanaomdharau. Yani ukiona watu wanakudharau kwa kitu fulani, hakikisha unakitumia kama silaha ya kuwapigia aisee. Noma sana hii. Baada ya muda mtoto akatoka amewaka kishenzi, yani amebadilika kabisa mazee. Mtoto si mtoto sasa. Si mnaona amependeza hadi mama yake akashangaa. Yani mwanamke akipendeza hadi mwanamke mwenzake akashangaa, ujue kweli kapendeza. Nikwambie tu ukweli hivyo. Hata alipofika darasani kila mtu alipagawa alipomwona. Si Wema Sepetu wa 2006 huyu hapa. Hata wewe si unaona kapendeza kishenzi. Brian akamfuata mkuku. Alipofika tu akauliza, nimekupigia sana simu sikupati, uko sawa? Niligonga sana nyumbani kwenu lakini haukufungua. Safi, hiyo nzuri. Kuna kitu nimekosea? Adeze hataki kabisa mazoea na mwana isee. Mashavu Jemina alikuwa anaangalia kwa mbali tu, alipatwa na hasira kishenzi. Watu wote walikuwa wanavutiwa kinoma na Adeze na nini. Brian akaona huu ni ujinga sasa, akanyanyuka akaenda kumtoa pembeni waongee. Noma sana hii. Mchiza anafanya kiume sana hapa. Brian haelewi kwa nini Adeze anamfanyia hivi, lakini bibia msimamo wake ni ule ule, hataki mazoea na mtoto wa watu aisee. Wakati Adeze anatoka, Jemina na shoga yake wakamfuata, wakampiga mkwara mzito hapa. Nilikwambia nini? Ulisemaje? Kwa hiyo umeamua kunihoji, si ndio? Wewe ni nani usihojiwe? Yani Adeze kavunja kabisa ukimya. Jemina na ndugu yake wakashangaa kinoma hapa. Huyu ni Adeze gani? Au hizi makeup ndo zinamchanganya? Akataka kumpiga kofi, yeye ndo akawashwa. Rafiki yake naye akakabwa. Hakuna mnyonge tena hapa, mkirudia tena nitawafanya kitu kibaya. Bibi akawa amesepa mazee. Ushindi kauchukua au hajauchukua? Noma sana hii. Brian akawa anakumbuka nyakati nzuri ambazo alizitumia pamoja na Adeze na nini, walivyokuwa wanakimbizana bustanini. Noma sana hii. Japo wamekutana kwa muda mfupi sana, lakini wameandika kumbukumbu nzuri mno. Upande wa pili huku Adeze bado anaendelea na zoezi lake la kutaka mwili wake upungue. Yani muda wote anashinda kwenye kioo tu. Brian ya kuchoka kumvizia Adeze na nini, anataka kuongea naye mazee. Bibi akauliza, kwa hiyo naendana na hali yako sasa hivi? Adeze, hauna maana yoyote. We na Jemina mliamua mimi sikufai wewe. Hapana, nimewasikia mnazungumza, usikatae. Brian ndo akakumbuka siku ile Jemina ameumia mguu, alimuuliza kama na mahusiano yoyote na yule msichana kipofu. Brian akawa amekataa. Jemina akasema, unajua yule sio wa kiwango chako, hata kuharibia watu tu. Nani anastahili? Wewe. Brian, nakupenda na najua unanipenda pia. Adeze kusikia hivyo tu akawa ametoka mazee. Alijihisi vibaya kishenzi unaambiwa. Kumbe Brian alisema nampenda Jemina kama mdogo wake tu. Wewe ni zaidi ya familia kwangu. Brian akasema amemwomba Adeze kuwa mpenzi wake. Jemina kuamini kabisa mazee. Nampenda. Unachagua ule uchafu mbele yangu. Jemina akatoka kwa hasira kishenzi unaambiwa. Mgonjwa akashapona na anatembea vizuri tu. Hadi Brian mwenyewe akashangaa. Sasa Adeze hakutaka kabisa kusikia kitu chochote kile. Amemaliza maongezi hapa. Sasa wakati wakiwa darasani, hali ya Adeze ikawa mbaya. Ghafla kadondoka chini mazee. Ikabidi msaada ufuate sasa hapa. Adeze akaja kulazwa hospitali ambayo anafanya kazi Femi. Si mnamkumbuka Femi Dokta akasema anasumbuliwa na upungufu mkubwa sana wa maji mwilini. Inaonekana alikuwa anatumia dawa pia. Kuna shida? Hapana, alikuwa anazitumia kupunguza uzito. Kwa hali ilivyo, alikuwa hapati chakula pia cha kutosha. Hata akikipata hicho chakula kidogo, basi alikuwa anatumia dawa ili kukiondoa. Sasa huyu ni mwembamba, alikuwa anataka kupunguza nini tena? Dokta akasema anasumbuliwa na matatizo ya msongo wa mawazo tu, ndio maana anafanya yote haya. Na watu wa namna hii huwa wanatumia muda mwingi sana kuhofia maumbo yao na watu wasijue. Amepataje hili tatizo la kurithi au kuzomewa, kusemwa vibaya na vitu vingi tu? Inakuwa mbaya sana kutokana na mitandao ya kijamii pia. Mwanangu atakuwa sawa? Ndiyo, kwa ushauri wa daktari. Baada ya muda Adeze akapata fahamu sasa. Mama akalalamika sana mazee. Kwa nini usingeniambia? Usingenielewa. Mimi ni mama yako, ningekuelewa. Kuliko hivi ulikuwa unajiumiza tu. Adeze akasema hakutaka kumwambia mama yake kwa sababu asingemsaidia ise. Mama akasema we ni mzuri. Kama ni mzuri, kwa nini wananicheka? Wananiita majina mabaya. Mbwa aliyenuna, ndege aliyekufa. Kwa nini? Wewe ni mzuri mwanangu. Sijawahi kuhisi hivyo. Hata baada ya kifo cha baba, nilitamani kujidhuru mwenyewe. Nilitamani niwe tofauti kabisa. Mama akamsifia sana mwanae pale na nini, akampa sifa kibao aisee. Sasa Brian hakuacha kuja kumuona mwanae hospitali. Mchizi akawa anamsomea kitabu hadi anaamka na nini. Noma sana hii. Leo Brian hakuwa na mlolongo mrefu hapa. Akamwomba kama vipi awe mpenzi wake na nini. Mwisho wa siku bibie naye akakubali mazee. Si alikuwa anampenda. Penzi lao likaanzia hospitali mazee. Noma sana hii. Yaani kiasi kwamba ili penzi likivunjika litakuja kuunganishwa tena hapo hospitali. Baada ya muda
kupita, Adeze amerudi nyumbani aisee. Akasema hata yeye amempenda Femi, kwa hiyo akaruhusu kama vipi mama yake amwalike Femi kwa ajili ya dina aisee. Noma sana hii. Hata hivyo kwenye hiyo dina naye atamwalika mpenzi wake. Mama akagoma kidogo pale na nini, lakini mwisho akakubali. Kwa hiyo penzi la Brian na Adeze linafahamika ukweni rasmi. Lakini ukiwatazama wana umri mdogo vipi penzi lako linafahamika mwisho wapi? Au unamficha kama bangi? Tuambizane hapo chini, na huo ndo kama mwisho tambala hili mtu wangu, linaitwa Myself and I. Mimi naitwa Rio na hii ni Zuriro TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Hadi wakati mwingine, bye.